Habari mpenzi mtazamaji, karibu katika mfululizo wa kujifunza mbinu bora za ufugaji. Na leo tunajifunza kitu kidogo lakini kikubwa sana kwenye ufugaji wa kuku wa mayai au maarufu kama layers. Ukiacha matunzo mengine ya kawaida ya vifaranga kama kuzingatia joto wanapokuja kwenye sehemu unayowatunzia, chakula, banda, chanjo na vitu vingine vyote ambavyo vinahitajika ili uweze kufuga kuku wa mayai kwa tija, kuna jambo la msingi sana la kuzingatia kuku wanapoanza kuwa wakubwa, hasa hawa wa mayai au layers, na ni tatizo la kudonoana. Hawa kuku tunawakuza kwa muda ambao ni mfupi kulinganisha na asili yao toka huko nyuma, na kwa sababu hiyo basi tunalazimika kuwapa chakula bora kabisa ili wapate virutubisho vyote wanavyohitajika. Lakini pamoja na hayo, kuna wakati wanapata tatizo la kudonoana. Kwa hiyo chakula ni sababu mojawapo inayoweza kuwafanya kuku wako wakadonoana bandani. Yaani kwamba kama hawapati chakula chenye virutubisho vinavyostahili, wanaweza kupata hili tatizo. Lakini tatizo au sababu nyingine inayosababisha tatizo la kudonoana kwa kuku ni wingi. Yaani kwamba unawaweka kuku wengi kwenye eneo dogo, kwa hiyo wanakuwa na banana. Wakibanana, kwa lugha rahisi tunasema kama wanakuwa bored, yani wanakuwa hawajisikii ile hali ya asili ya kuweza kuishi kawaida. Kwa hiyo wakibanana wanaweza pia kudonoana. Lakini sababu nyingine ni kwamba ukiwacheleweshea chakula, hata kama chakula ni bora na vitamini umewapa kwenye maji au kwenye chakula chenyewe kuna virutubisho vingine, lakini ukawapa kidogo kulingana na kile kiasi ambacho kinahitajika, pia wanaweza kudonoana. Na kwa kawaida kuku hawa wana tabia ya kuigana, yani kwamba kuku mmoja anapomdonoa mwenzake na mwingine akaona, naye anavutiwa naye kudonoa, kwa sababu damu akishadonoana, ile damu na ule wekundu na wakionja, tunaamini kwamba kuna ladha fulani wanaipata. Kwa hiyo anapoanza kuku mmoja kudonolewa, basi wengine wanafuata. Unamwona kama huyu kuku hapa mkiani tayari wameanza kumdonoa wenzake. Kwa hiyo ili kuzuia hili tatizo, kuna mambo ya kufanya. Kwanza lazima uwasiliane na daktari wako mshauri wa mifugo yako bandani, akuambie kwamba ni kwa muda gani kuku wako wanatakiwa kukatwa midomo, kwa sababu moja ya namna ya kuzuia ni kuwakata midomo. Ukikata midomo wanakuwa wanashindwa kudonoana. Lakini baada ya kukata midomo, hakikisha bado wanapata chakula kizuri chenye virutubisho vyote na vitamini kwenye maji pamoja na mambo mengine. Lakini pili, daktari akushauri namna ya kujenga banda linalostahili kwa ajili ya ufugaji, lakini pia apime eneo la banda lako na kukushauri kwamba kwa eneo lako la banda unatakiwa kufuga kuku wangapi ili usizidishe, yani kuku wengi wasikae kwenye eneo moja, kwa sababu hiyo ndiyo sababu mojawapo inayosababisha kuku hawa wanadonoana. Kwa hiyo lazima uhakikishe wanakatwa midomo katika umri stahiki ili kupunguza tatizo hili la kudonoana kwa hawa kuku. Na ukikata midomo haukati mara moja, kila baada ya muda fulani kulingana na midomo yao inavyokuwa na mazingira yake na chakula unachowapa. Baada ya muda tena midomo ile itakuwa, kwa sababu midomo ni kama kucha za miguuni za kwetu binadamu. Baada ya muda fulani unakata zinakuwa tena, unakata zinakuwa tena. Ukishindwa kufanya hivyo utapata hasara kubwa sana kwenye ufugaji, hasa wa hawa kuku wa mayai, kwa sababu kawaida yule anayeanza kudonolewa na mwingine akifuata, unakuta kuku 5, 6, 10 wanang'ang'ania kumdonoa kuku mmoja. Kwa hiyo baada ya muda wanamuua, kwa sababu huwa wanaenda wanamdonoa mpaka wanamtoboa utumbo unatoka nje na kisha wanamuua. Kwa hiyo utapata hasara kubwa kwa sababu kuku wengi watakufa. Kwa hiyo zingatia hayo mambo, yatakusaidia sana katika ufugaji wa kuku wa mayai au layers. Kama bahati mbaya tayari tatizo hili limetokea, basi cha kufanya kimojawapo cha msingi ni kuwatenga wale kuku ambao tayari wana tatizo. Yaani wale ambao wamekwisha donolewa watenge, wakae sehemu tofauti na wale wengine ili wasiendelee kudonolewa. Kama unavyoona hawa mpaka mikia imetoka kabisa, wameshadonolewa tayari. Na wakati mwingine hawa waliodonolewa ukiwaweka pamoja wanaanza tena kudonoana wao kwa wao. Kama unavyoona huyu
bado wanaendelea kudonolewa na hawa wenzake ambao nao pia wamedonolewa tayari. Kwa hiyo kama una vizimba vya kufugia hawa kuku au zile cage ambazo ni za ziada, jaribu kuwaweka mmoja mmoja kwenye kila cage ili wasiendelee kudonoana, ili kupunguza hili tatizo. Lakini pia unatakiwa kushauriana na daktari wako ili hivyo vidonda viweze kutibiwa. Kama unavyoona, ukiacha hivi wanaendelea kudonoana. Lakini kuna dawa za kupulizia ambazo ukipuliza hiyo rangi nyekundu ikiondoka, inakuwa haiwavutii kuku wengine au hawa kudonoana tena, kwa sababu kadiri wanavyoona damu wanavutiwa tena kudonoana. Kama ukiangalia hapa unaona kuna baadhi ya kuku hapa tayari wamekufa, na sababu ya kifo ni kudonoana. Kama nilivyosema, huwa wanadonoana, wanaumizana sana mpaka wanatoboana mpaka utumbo. Kama unavyoona anakula hapo mpaka anatoboa utumbo wa ndani. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ya kuzingatia katika ufugaji wa kuku hawa wa mayai au layers. Asante sana kwa kutazama. Subscribe kama bado. Share hii video na wengine wajifunze, na kama hujaelewa ama una swali usisite kuniandikia. Asante kwa kutazama.